Kanisa ni kliniki. Kanisa ni hospitali. Kanisa ni mahali pa makimbilio kwa watu walioteswa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kanisa mkigeuza nje ya kwamba watu wasaidike kiroho, litakuwa kanisa ambalo lina vitu vya kishetani. Kanisa sio mahali pa kukutania, shoga tukakutane mahali hapo. Sio hapo. Kanisa sio mahali pa vikundi vya circles. Serious people, serious watu walio serious ni katika kumwabudu Mungu na kutafuta uso wa Mungu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Watu ambao wanautazamia ufalme wa Mungu, wanatazamia ujio wa Yesu Kristo. Haleluya. Watu wanataka wapate maarifa ya Mungu ya kuwasogeza kutoka mahali walipo kwenye kukosa ufahamu, wapate ufahamu. Kanisa ni mahali pekee ambapo Mungu atakutana na watu wake kupitia neno lake, kupitia maombi. Haleluya. Haleluya. Kanisa sio mahali pa kukutania ili kuwasengenya watu. Maana wanasema kwenye makusanyiko kwenye kanisa kuna aina za makundi ya watu. Kuna aina ya makundi ya waumini. Hapana, usiwe wewe kwenye kundi hilo. Kwenye makundi, sawa, kuna makundi ya waumini mayai. Mayai ukimgusa tu anasema nitaacha mimi kusali. Kwani umekuja kusali kwa ajili ya mtu tu? Mayai yani wanaitwa usiniguse. Bwana atusaidie sana. Kuna waumini ngangali. Hawa tungependa kuwa nao kila mtu. Hawa ni waumini ambao hata kwe mvua yupo, kwe masika yupo, kwe majaribu yupo, kwe kila yupo. Wanamtazama Mungu wao tu. Tena wanaombea kanisa la Mungu. Tena wanaombea watu wa Mungu. Haleluya. Hao ndio wanaotakiwa kujenga ufalme wa Mungu, kwamba mahali hapo pawe makimbilio ya watu, kukiwa na watu ngangali wengi. Lakini haikwepeki, wengi watakuwepo. Ndani ya kanisa kuna wengine ni wapelelezi. Kazi yao ni kuhakikisha wanaangalia makosa ili wayasemee kwa sauti kubwa kuliko mambo mazuri kuyasemea kwa sauti kubwa. Hawa ni wapelelezi. Lakini kuna kundi la wataka vyeo. Nakuta kanisa lina watu wengine ni wataka vyeo tu. Uchaguzi unapokaribia watajitokeza kanisani na watapiga kazi kama hawajawahi kuwepo hapo kanisani, ili tu wapate nini? Cheo. Msipomchagua mmemkwaza, haji kanisani. Na ukimuuliza mbona uonekani, haonekani. Yeye kazi yake tu, watu mliowachagua sijui kama watatufikisha mbali. Wewe ndio ungetufikisha wapi? Shut up. Napenda vyeo, umtaki Yesu na tukwamisha. Shindwa katika jina la Yesu. Hawa wapenda vyeo, wao husubiri nyakati za uchaguzi. Na ukiisha uchaguzi, aidha mtawapata, ila faida yao ni kwamba ni wachapa kazi sana kama mtawachagua. Ila msipowachagua tu, wana left. Waswahili wanasema wana left group, kwa sababu hamjawachagua. Haleluya. Haya makundi yote na mengine mengi tunapaswa
kwenye kundi la kuhakikisha kwamba kanisani panakuwa ni mahali pa makimbilio kwa wasiojiweza, walioteswa na mapepo, walioteswa na shetani. Haleluya. Waliokosa faraja wakapate faraja kanisani. Waliokosa matumaini wakapate matumaini kanisani. Waliokataliwa wakatiwe moyo kanisani. Haleluya. Sio kama unakuwa wewe katika jina la Yesu. Ili Mungu akusaidie watu waje hapa wapate kile wanachokikosa kwa sababu upo wewe. Sio kwa sababu upo umekuwa mpelelezi. Sio kwa sababu upo umekuwa mtu ambaye unakuwa mwiba kwa watu wengine. Unakuwa mtaka vyeo tu. Mtu anataka cheo huwa anatumikia cheo. Hamtumikii Mungu. Anatumikia ile nafasi. Katika kutaka vyeo wanasema kuna mtu anataka cheo, hata yuko radhi kukigharamia cheo. Lakini kuna mwingine anataka mtumikie Kristo. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Utasikia vipi eti mimi watu wanasema, utagundueje mtu anataka cheo, mpenda vyeo? Yaani waumini wapenda eti mimi watu wanasema kwamba nafaa kuongoza eti watu wanasema kama mimi ndio ningekuwa mwalimu eti kwaya ingeendelea sana. Eti na kusema we mwenyewe unajisemea, utakuwa sio mimi, ni watu wanasema. Upo unayesemaga watu wanasema? Haleluya. Lakini inawezekana kweli watu wanasema unaitwa na Bwana. Haleluya. Lakini kama uko mpenda vyeo, hakikisha wewe unakuwa sababu ya watu kumuona Mungu. Kwa sababu watu penda vyeo wako radhi kuhakikisha yule anayeongoza anadondoka, anafeli, anaonekana hajui wakati wote. Ila yeye inaonekana kwamba ana kitu kipya badala ya yule anayeongoza. Na hapa nakufundisha unyenyekevu kwa yule ambaye unaongozwa. Kuwa mnyenyekevu kwa viongozi wako. Haleluya. Haleluya. Na ni rahisi kuongozana na kupelekana mbali kama mnatembea pamoja. Kwa nini? Kanisani watu watamuona Mungu, na Yesu alisema watu watakapoona umoja wenu watatambua kuwa ninyi ni wanafunzi wa Yesu kweli kweli. Bwana atusaidie sana. Kanisani sio mahali pa kuumizana. Kanisani sio mahali pa kukatishana tamaa. Kanisani sio mahali pa kudharauliana. Kanisani sio mahali pa kutweza utu wa mtu. Kanisani ni mahali pa kuheshimiana. Mtu anaweza kuwa popote wakati wowote. Na mtu anapokuja kanisani sio kwamba amekosa kazi. Anamtaka Mungu wake. Msapoti kwa huyo Mungu wake ajisikie vizuri. Mtie moyo kwa ajili ya Mungu wake ajisikie vizuri. Bwana tusaidie sana. Na kama ni kiongozi, inaweza kuwa mwenyekiti, katibu, mwalimu, mtu wa fedha na mchungaji, shemasi, unapaswa kumwombea na kumtia moyo. Haleluya. Kwa sababu wakati mwingine anafanya kazi ya Mungu, sio kwamba amekosa kazi, isipokuwa amejitoa kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Na hata kama anafanya kazi ya usafi ndani ya kanisa, amejitoa kwa Bwana, sio kwamba
hana fedha, sio kwamba ameishiwa maisha, isipokuwa anajitoa tu kwa Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na ule wito ambao unakuwemo ndani ya mtu anafanya tu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wakati watu wa fedha wanawapa shukrani watu wa usafi humu ndani, walishtuka sana kwa mara ya kwanza. Asa sisi tunafanya usafi sio ili tupate hela. Kaambia sasa kuna shida gani? Hii ni kuonyesha tu kanisa linawashukuru. Sema pana, tunawatia moyo kwamba tunakubali. Unajua sadaka inaonyesha appreciation. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Inaonyesha kutambua, inaonyesha kuthamini kitu anachokifanya mtu mwingine. Wanasema hizo zinaitwa, watu wa maofisini watanielewa, incentives. Yani ni vitu ambavyo vinamotisha mtu. Kwa hiyo tukafanya hivyo kwa ajili ya kuwabariki. Lakini si kana kwamba wanatumika ili walipwe. Hapana, ni wito wao. Kwa hiyo mtu mwingine unapaswa uwaheshimu tu. Tuheshimiane. Yani yoyote anayefanya kazi ndani ya kanisa. Haleluya. Kulikuwa pale Thompson alikuwa anatoa hela yake kila mwisho wa mwezi. Alisema kwa kanisa, nitakuwa natoa 50,000 kwa ajili ya kumpa shukrani mfanya usafi mmoja ambaye yeye mwenyewe alimtafuta na kumweka kama shukrani tu kwa Mungu. Alikuwa anafanya hivyo. Kwa hiyo sio anafanya ili apokee kitu, anafanya ili ajitoe tu kwa Bwana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na hata yule ambaye anampa, sio kwamba anafanya hana kitu, anafanya tu kama usafi kwa Bwana. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Ninataja maeneo machache, lakini kuna utumishi mwingi wa aina nyingi. Na nimekumbuka hata watu wa media kasema mtakuwa mnapata labda kiasi gani. Wakasema hapana, sisi hatuko na shida na fedha. Kwamba ni kweli tuna shida na hela, lakini si kwamba tutafanya hii kazi kwa ajili ya fedha. Kwa hiyo ukawekwa mpango tu kwamba hapana, wasitumie sasa fedha zao kwa ajili ya kufanya hii media iende wapi? Hewani, bando na vitu gani. Kwa hiyo ndio kanisa linawezesha. Na kuna wakati fulani watu binafsi walikuwa wanawezesha kule nyuma. Kuna waombaji humu ndani ya kanisa. Haleluya. Wote lengo letu liwe kutumika ili mahali hapa pawe ni mahali pazuri kama nini, pawe ni mahali pema kama nini, pawe ni mahali pa faraja kama nini, pawe ni mahali pa matulizo kama nini. Riko shapalandes. Pawe ni mahali ambapo mtu akija kuna maombezi yamefanyika kwa ajili ya mahali hapo. Kuna nguvu za Mungu ziko mahali hapo. Kuna uwezesho wa Mungu uko mahali hapo. Kwa maana Mungu atajidhihirisha. Hata hivi ninavyofundisha tu hivi, kutokana na kuitia msaada wa Mungu, kuna nguvu za Mungu ambazo zinaoperate, zinafanya kazi kuwaponya watu mioyo yao, kuponya nafsi zao, kuwarejesha watu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mahali pa kanisa, namna palivyowekwa na watu wake walioko mahali hapo, wanatumika kwa ajili ya kupafanya ni mahali pazuri sana. Haleluya, haleluya. Na hata nimewaambia mara nyingi wale wanaokaa kule nyuma kule, nikawaambia msitishe watu. Asante nani, naona pale yuko ndugu yangu Mwalimu Deso, mwazina wetu. Hata amenyoa ndevu, amevaa kashati kake kazuri. Haitakiwi kuwa hapo mahali mtu akija tu ashtuke, huyo umeacha ndevu,
mara umekaa unatisha watu, we pita huko, pita huko. Kaa hapo kwa uzuri na waelekeze watu, usikae kama pambo. Na ndugu yako Emeria hapo. Lakini na ndugu wengine wowote mnaokaaga pale, pawe ni mahali pazuri pa kuwaelekeza watu wakae wapi. Mtu anakaribishwa tu kwa uzuri, mpaka anajisikia kwamba hapa kanisani nitakuwa nasali hapa. Kisa amepokelewa tu vizuri pale. Haleluya. Na ameenda ameelekezwa mahali pazuri pa kukaa. Hata akitaka kujichanganya kidogo kuanguka hivi, yule aliyempokea pole, Bwana kusaidie sana. Hayo maneno tu yanaponya. Sasa nakuta aliyekaa pale mlangoni amekunja ndita. Aya sasa anaenda kutafuta kiti hapa, akae mahali hapa. Mtu anayempokea mwenyewe amenuna, amekasirika. Anamuhisi tu kama atamuibia pochi. Kumbe yeye ana hela nyingi kuliko wewe. Ungejua wewe ndo ungemkaribisha vizuri, kaa hapa. Na ukamwambia nimebarikiwa sana kukuona. Bwana kubariki sana. Karibu hapa, karibu. Una tenzi, wanaimba wimbo namba 54, tuimbe pamoja. Sasa kanisa liwe kama kambi ya jeshi, liwe kama kituo. Na wengine unajifanya umeokoka kumzidi hata Yesu. Yesu alikaa na watu wote. Wewe umekaa umejiwenga. Si Kiswahili hiki ni sawa? Kiswahili vinazaliwa kila siku. Kujiwenga ni mtu, nifafanue kidogo. Kujiwenga ni mtu anajikataa tu. Yaani anajihisi anatafutwa na polisi. Anajihisi anaonewa kila wakati. Kaa uwe huru kwa Yesu, wewe si umeokoka? Haleluya. Nafikiri tutabadilisha namna hata ya kupokea watu ambao ni wageni huwajui. Utabadilisha namna ya kuwakaribisha mahali hapo. Haleluya. Haleluya. Hata bora wakati mwingine ukose kiti wewe, alafu yeye apate. Useme kaa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kanisani pawe ni mahali pa faraja na uponyaji. Na wakati mwingine kule mapepo huku mbele huwa yapendi sana. Yaani mbele mapepo yanaona yataungua moto. Lakini kule nyuma yanapenda kule nyuma. Usimkalishe mgeni kule, mlete huku mbele hata kama ni mgeni hajawahi sali, ili mapepo yake yaungue. Lakini pia yanamtosha mapepo yake yasipate na ya kwako. Unakuta kule nyuma yeye amekuja apate faraja, anaanza kuona kule. Umemwona sasa anachafuka roho, anaanza kusikia maneno. Umemwona mchungaji sasa alivovaa sasa? Alafu unajua Ijumaa, alafu unajua zisui nini, alafu na yule fulani sasa. Yaani hapa panakuwa kama kijiwe fulani hivi. Huyu mtu amekuja kupona, huyu mtu amekuja kufunguliwa na shida yake. Atakaa hapo, atajua hapa sio kanisa. Hiki ni kijiwe cha wapiga soga kama saluni. Samani. Kumbe kuna watu wa saluni. Nasikia saluni kule unaponyolewa hivi nywele au unaposukwa, ndiko kunakuwa na habari zote, habari nyingi. Au kwa wacheza bao. Yaani unaweza ukajua mtu Mwakasege. Yaani ukiagiza basi Dar es Salaam, unaweza usiwaambie watoto wako kwamba watoto wangu green niko hivi na hivi. Lakini kama umeagiza basi wacheza bao kula sasa, dokta ameagiza basi, afu lile ni makoporo lile, engine yake. Yaani wanajua kila kitu. Sijui wanapataga wapi habari. Cheza bao, saluni na maeneo mengine hayo ya magazeti. Wanakuwa na sasa kanisani sio pa hivyo. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Kanisani ni mahali pa kupokea uponyaji.
watu wafunguliwe kwenye vifungo vya shetani. Taifa linateswa na rushwa, taifa linateswa na ngome za shetani, mambo ya uchawi, mambo ya uasherati. Wanahangaika kupunguza magonjwa ya ukimwi yasienee katika taifa, yanazidi kuongezeka kwa sababu bado watu wamefungwa na roho za uzinifu, wamefungwa na dhambi. Hawaogopi ndoa, hawaogopi Mungu, hawaogopi chochote. Sasa kanisa ni mahali pekee ambapo injili ya kweli itahubiriwa, watu watamjua Kristo na watamwamini, wataacha maovu yao. Kwa hiyo namna ambavyo watu watakuja kanisani, watu watatembea kwenye makanisa yetu ya Tanzania, watu watatembea kwenye madhehebu yetu, ni kumuhubiri Kristo, ni kukaa kila mtu kwa namna yake kwamba yuko yeye ni balozi wa ufalme wa Mungu. Haleluya, haleluya. Kila mtu aje kanisani akijua yeye Mungu atamsaidia kuwa yeye balozi kwa ajili ya watu wengine. Kimwangalia mfano kama Yesu katika Mathayo 8:16, anasema hata kulipokuwa jioni wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Mathayo 8:16, Yesu aliwaponya wengi waliokuwa hawawezi. Haleluya. Lakini katika Matendo 10 mstari wa 38, Yesu alipokuwa katika maisha yake, anasema Matendo 10:38, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa namna ambavyo Mungu alimtia mafuta Yesu Kristo, aliweza kuponya wengi waliokuwa na shida. Kila mahali alipoenda, uweza wa Mungu ulikuwa katikati yake. Mungu alikuwa amemtia mafuta kwa Roho Mtakatifu, na ile mamlaka ya Yesu aliacha kwa wanafunzi wake ambao ni wewe na mimi. Roho Mtakatifu yuko juu yetu. Roho Mtakatifu atutie nguvu kwa habari, sasa isiwe kwa habari za Mungu alivyokuwa na Yesu, alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Sasa wanasema kwa habari za wewe ambavyo Mungu amekutia mafuta na Roho wa Mungu yuko juu yako. Wewe unahitaji kuwa na Mungu majira yote kwa Roho Mtakatifu. Bwana tusaidie sana. Lakini pia kwa mfano huo wa Yesu, namna ambavyo alifanya kazi kuhakikisha yeye mwenyewe kwa mfano wa kanisa kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Mathayo 4:23 inasema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Ule uwepo wa Mungu ulikuwa unatembea naye, ni huduma kama kliniki ambayo inatembea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio mtu unakuwa mtakatifu kanisani, lakini ukitoka kwenda huko hakuna utakatifu. Hii ni shida nayo. Mpaka watu wanasema, mnasali naye huyu? Kuna swali lingine unachelewa hata kuitikia kwamba
Yaani uulizaji wa swali wenyewe unatishia. Mnasali naye huyu? Ukisema tu yaani umeisha mrudisha kwamba ina maana kanisani kwenu hawako watu. Tena wakati mwingine unajivunia kabisa, unasema huyu ni kiongozi kanisani, huyu ni kiongozi kanisani kwetu. Sasa yule atajua kabisa kama viongozi wako hivi, basi hamna nini viongozi huko. Yesu alitenda kazi akizunguka, bado Roho wa Mungu alikuwa naye huku na kule, na ile mamlaka na kukumbusha ametuachia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mnaimba naye huyu naye, maana akiwa kuimba hapa mbingu zinashuka, akitoka tu mwingine. Sasa hivi waimbaji wanatia mashaka sana, hasa kwenye hili taifa, na sijui kama taifa litaepuka na ngome za shetani kupitia waimbaji. Kwa sababu kesho unasikia mtu alishika imani, anashika vitu vingine na anakuambia bado ana Mungu. Wewe imebaki tu huduma na jina la huduma, lakini wewe una Mungu. Kuna watu wamebaki na majina ila huduma ya Mungu haipo. Imbaji akifika kiwango ile huduma anaiona ya msingi, mume haoni wa msingi, yuko tayari kuacha ndoa, yuko tayari kufuata mambo yake. Wengine wakiwa chini ya mchungaji hata hawataki kusikiliza mchungaji. Mungu atusaidie sana. Na wao unakuta kama ana karama kubwa, unamwambia sasa hapa hatuwezi kuwa jogoo wawili, hatuwezi kuwa wachungaji wawili. Wewe tafute mahali ukaimbie. Unajua wachungaji wengi wao wanafukuza waimbaji, sio kwamba wanakuwa hawawapendi, ni shida zao za kiburi kama cha Lucifer ndizo zinawapelekea hivyo. Bwana atusaidie sana. Lakini ninamaanisha kwamba mtu akiwa kanisani anatakiwa awe na Roho wa Mungu yule yule anayetenda kazi, na akitoka nje ya kanisa aweze kuwa ni yule yule, ataliwakilisha vizuri kanisa, na watu wataokoka, watamjua Mungu anayemtumikia na watampokea Yesu, watabadilisha maisha yao. Tutaokoa mateja wengi, tutaokoa wazinzi wengi, tutaokoa walevi wengi, watamjia Yesu, kwa sababu kuna mfano wa kanisa, kuna mfano wa watu walioamini katika zama za nyakati za siku za mwisho. Lakini sasa unakuta siku za mwisho hizi hauwezi ukajua huyu ni nini, huyu ni nini, kwa sababu changanyikeni imekuwa ni kubwa. Akiwa kanisani anakuwa mtakatifu, lakini akirudi nyumbani anakuwa bondia. Bondia kwa mke wake, bondia kwa watoto. Nyumbani, kanisani ni mtakatifu, lakini nyumbani anageuka ni mwana taarabu kwa mume wake. Sasa hivi mpaka wanawake wanajifunza karate. Lakini akiwa hapa utasema huyu Yesu akija saizi anaondoka naye. Atoke sasa aende nyumbani kama bondia fulani. Yaani mimi sasa hivi hata kwa mfano mke wangu hapa aseme tu tupigane, mimi sipendi kupigana. Sasa nimeokoka mimi. Siku hizi hata wanawake wanafanya mazoezi. Hamjaona unakuta mwanamke yuko, kuna wanawake wanafanya mazoezi wanatisha. Huwezi ukajua amejifunza karate saa ngapi. Kanisani mtakatifu, shuka Bwana na uweza, ataimba, utasema Yesu anashuka. Lakini akienda nyumbani, simba mla watu, chawi, mzinzi. Tunatakiwa tuwe na sura moja ili kuwatoa watu kwenye ngome za shetani.
Tufanye kanisa pawe ni mahali ambapo tunasomeka vizuri, tukiwa hapa na tukiwa nyumbani. Kama Yesu alipokuwa Galilaya, akiwepo mahali pale kuna nguvu za Mungu, wengi waliponywa. Akiwa huko wapi, Nazareti, kuna nguvu ya Mungu. Kila mahali alipopita kuna nguvu ya Mungu ilienda pamoja naye. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya Mungu kanisani inategemeana na maisha yetu ya nje. Nguvu yetu ya ndani inategemeana na ushuhuda wetu wa nje. Nguvu yetu ya ndani inategemeana na maisha tunayoishi ya kila siku. Hivyo Mungu atusaidie kuwa watu ambao tunaweza tukaakisi sura ya Kristo na tukawaleta watu wengi kwa Kristo. Katika Marko 1:23, Marko 1:23 tunajifunza kwa habari za Yesu huyo. Anasema, na mara palikuwa ndani ya hekalu lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti. Haleluya. Umesikia hapo neno hekalu lao? Labda mimi Kiswahili changu sijasoma vizuri. Kuna mtu na Biblia nyingine usome hapo. Marko 1:23. Hekalu lao. Na mara palikuwa ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti akisema, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Kuna kale kapambio, popote alienda alitenda mema. Popote alienda Yesu alitenda mema. Alipoenda kule alitenda mema. Alipokuja Ilomba tuliokoka. Alipoenda kwa Wasafu waliokoka. Alipoenda kwa mapembelo wote waliokoka. Huyu ni Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tagusia kwa sehemu. Jambo la 8, tunapaswa kuruhusu mtiririko huru wa Roho Mtakatifu. Kuruhusu mtiririko huru wa Roho Mtakatifu. Kanisani panapaswa kuwa ni mahali ambapo tunaruhusu mtiririko huru wa Roho Mtakatifu, kwa maana ya kwamba hatumuongozi Roho, lakini kanisa linaongozwa na. Katika Warumi 8 mstari wa 10 na ngapi yule 11, anasema walio wana wa Mungu wanaongozwa na Roho wa nani? Wa Mungu. Kuna mtu umepata hicho kifungu, umepata kusoma hicho? Walio wana, kwa kuwa wote Warumi 8:14, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo kanisa likiruhusu uongozi wa Roho Mtakatifu, maana yake Roho Mtakatifu atawaongoza hao watu na atachukua hatamu ya matendo yake makubwa kufanyika mahali hapo. Lakini sio kwamba kanisa liwe ni watu ambao wanampangia Roho Mtakatifu. Na ndio maana unakuta kanisa la Baptisti ni kanisa
ambalo hatutumii kitu kinachoitwa liturujia, yaani mwongozo wa kupangilia kila siku. Ingawa neno liturujia manake ni mpangilio. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine ukisema hatuna liturujia, hapana, tunayo liturujia. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini liturujia hiyo tunatamani iwe na uongozi wa Roho. Sio kama mnanielewa. Yaani hatuwezi kuwa na kalenda ya mwaka mzima au ya muda mrefu. Yaani mchungaji ni lazima ufuate hapo tu, na ufuate neno la kuhubiri hapo tu. Lakini liturujia manake ni uongozi. Hata kuna mtu mmoja akaniuliza, hivi mchungaji, sisi tuna liturujia? Nilimjibu kwa wepesi kwamba hatuna liturujia, lakini ukweli nilitamani, nafikiri yupo hapa pia ataweza kusikiliza, nilitamani kusema liturujia tunayo, ila sio ile iliyofanya nini? Andikwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu umenielewa au nimekuchanganya? Manake liturujia ni neno, sio neno la Kiswahili, limetoholewa kutoka lugha, nafikiri ni ya Kilatini, kwa maana ya kwamba ni utaratibu. Liturujia ni utaratibu. Kwa sio kwamba, na Biblia imesema tuwe watu wa nini? Wa utaratibu. Ila hatuwezi tukaongozwa na utaratibu alafu tukamwacha Roho Mtakatifu wapi? Nyuma. Tukataka tuwe tunaongozwa na utaratibu tu. Lazima kanisa la Mungu pawe ni mahali ambapo tunatoa ruhusa ya mtiririko wa Roho Mtakatifu kuweza kutuongoza. Manake atawahudumia watu mahali hapo, atawagusa watu mahali hapo, atawafungua watu mahali hapo, atawafundisha watu mahali hapo, atawagusa. Manake amepewa uhuru. Na ndio maana katika Tesalonika wa kwanza 5:19 anasema msimzimishe nani? Jamani, kama naongea peke yangu, hii kifungu si tunakifahamu sana. Tesalonika wa kwanza 5:19 anasema msimzimishe. Amen. Kumzimisha ni kutaka wewe ufanye cha kwako, cha kwake kisifanyike. Huko ndiko kumzimisha Roho Mtakatifu. Kuna watu wengine Roho Mtakatifu anasema nao hata kwa ndoto. Asa ndoto tu. Sasa Roho Mtakatifu ataendelea kusema na wewe? Unaota unapata ajali, alafu unasema ni ndoto tu, na unajiendea tu. Na ukisafiri ukipata ajali, utasema Roho Mtakatifu hakukwambia? Ni kiburi chako. Tunaangamizwa kwa kukosa maarifa, lakini wakati mwingine kwa kupuuza taarifa. Ili Mungu amuokoe mtu, atalituma neno la kumuokoa, kumtoa kwenye maangamizi. Haleluya.